mpaka kieleweke. Ayo FFJJ wewe ndio umefika. Nasema na kuuliza kwamba umefika. Mungu yosema kuandika. Sina nia mbaya. This is the third session of the Covia computer class. Today, we're going to learn about working with documents and using a word processor. Hili ni darasa letu la tatu la A wanawake wa Covia. document is anything written that provides information. Some examples are emails, letters, school papers, and recipes. Hati ni kitu chochote kilichoandikwa kinachofuata taarifa. Mfano ni barua pepe, karatasi za shule, hadithi, mashairi. Resumes can be a very important kind of document if you're looking for a job. Wasifu ni hati muhimu ambao unaweza ukaitumia ukiwa unatafuta kazi. A word processor is the computer program that we use to work with documents. Kichakataji cha maneno ni programu ya kompyuta tunayotumia kufanya kazi za hati na hati. You will use a word processor called LibreOffice.
Its icon is on your desktop. Utatumia kichakataji cha maneno kinachoitwa LibreOffice. Ikoni yake iko kwenye eneo kazi lako. In the picture, you can see the blue arrow is pointing to the icon for LibreOffice. Katika picha yako utaona mshale wa bluu uliowekwa hapo, ambayo bonyeza mara 2 kwenye icon ili kuanza LibreOffice. Double click on the icon to start LibreOffice. Bonyeza mara 2 kwenye icon ili kuanza LibreOffice. Now click on Writer Document where the arrow is pointing to create a new document. Sasa bonyeza kwenye Writer Document ili kuunda hati mpya. A new blank document is created and you see it on your screen. Hati mpya tupu imeundwa na kama unavyoiona katika skrini yako. Notice the flashing line that the blue arrow is pointing to. It is called the cursor. Words that you type go into the document at the cursor. Angalia mstari unaong'aa, unaitwa cursor. Maneno unayoandika huingia kwenye hati kwenye cursor. Now you will type your first document. Sasa utaandika hati yako ya kwanza. Type at the cursor, "This is my new document." Andika kwenye kielekezi, hii ni hati yangu mpya. Press the Enter key to start a new line. Bonyeza kitufe cha Enter ili kuanza mstari mpya. The word processor gives you many tools to control how words in your document look. This is called formatting text. Kichakataji cha maneno hukupa zana nyingi za kuthibitisha jinsi maneno katika hati yako yanavyoonekana. Hii inaitwa maandishi ya kupangilia. We will try one formatting tool now. We will teach you to use more tools later. Tutajaribu zana moja ya umbizo sasa. Tunakufundisha jinsi ya kutumia zana zaidi baadaye. We will format the words "new document" in bold or dark print. Tutapanga maneno hati mpya kwa maandishi mazito meusi. To format some text, you have to select the text you want. Ili kupanga maandishi fulani, lazima uyachague maandishi unayoyataka. Place the mouse pointer at the beginning of the text you want to format. Weka kiashiria cha kipanya mwanzoni mwa maandishi unayotaka kuyabadilisha. Click and hold the bottom left corner of the touchpad with your left hand. Then Go ahead, please. Bofya na ushikilie kona ya chini kushoto ya pedi ya kugusa kwa mkono wako wa kushoto. Now slide the index finger of your right hand to drag the mouse pointer to the end of the text you want to change. You will see the text shaded as you drag. When the text you want to change is shaded, lift your fingers from the touchpad. Sasa, telezesha kidole cha shahada cha mkono wako wa kulia ili kuburuta kielekezi cha kipanya hadi mwisho wa maandishi unayotaka kubadilisha. Utaona maandishi yametiwa kivuli unapoyaburuta. Wakati maandishi unayotaka kubadilisha yametiwa kivuli, inua vidole vyako kutoka kwenye pedi ya kugusa.
The shaded text is now selected, and you can see it is shaded in the screen above. Maandishi yenye kivuli yamechaguliwa na unaweza ukayaona kwenye skrini hapo juu kama mshale unavyoonyesha. Click the B on the toolbar where the blue arrow is pointing. The B stands for bold. Bonyeza herufi baba au B kwenye upao wa zana. B inawakilisha bold. You can see that the words you selected are now darker. They are in bold type. Unaweza kuona kwamba maneno yaliyochaguliwa sasa ni meusi zaidi, yameandikwa kwa aina nzito. There are formatting tools for the size and style of letters, spacing between lines, making lists, and many other things. You can make a document look like a newspaper using formatting tools. Kuna zana za umbizo kwa ukubwa na mtindo wa herufi, nafasi kati ya mistari, kutengeneza orodha na mambo mengine mengi. Unaweza kufanya hati ionekane kama gazeti kwa kutumia zana za umbizo. To create and work with documents, you need to type well. Ili kuunda na kufanya kazi na hati unahitaji kuandika vizuri. You will practice typing using the word processor. Utafanya mazoezi ya kuandika kwa kutumia kichakataji cha maneno. Click below the word this to get a cursor where the arrow Bofya is pointing. Bofya chini ya neno hili ili kupata kishale kama mshale unavyoonyesha hapo juu kwenye screen. Remember to put your fingers on the home row. This lets you know where your fingers are without looking. You must not look at the keyboard. Kumbuka kuweka vidole vyako kwenye safu ya nyumbani. Hii inakujulisha vidole vyako viko wapi bila kuangalia. Haupaswi kuangalia keyboard. You can see the right position for your hands in the picture. Unaweza kuangalia jinsi mikono yako ulivyoweka kama picha inavyoonyesha. There is a bump on the F key to help you find where your left finger goes without looking, and a bump on the J key to help you find where your right finger goes. Your thumbs should rest on the space bar. Kuna nundu kwenye kitufe cha F ili kukusaidia kujua kidole chako cha kushoto kinaenda wapi bila kuangalia, na nundu kwenye kitufe cha J ili kukusaidia kujua kidole chako cha kulia kinaenda wapi. Vidole vyako vya gumba vinapaswa kutulia kwenye upau wa nafasi. Let's practice typing the letter keys on the home row. Tufanye mazoezi ya kuandika funguo za herufi kwenye safu ya nyumbani. Type F F, J J, D D, K K, S S, L L, A A. Aina FF, JJ, DD, KK, SS, LL, AA. The index finger of your left hand to press the F key. Tumia kidole cha shahada cha mkono wako wa kushoto kubonyeza kitufe cha F. Use the index finger of your right hand to press the J key.
Tumia kidole cha shahada cha mkono wako wa kulia kubonyeza kitufe cha J. Use the middle finger of your right hand to press the K key. Tumia kidole cha kati cha mkono wako wa kushoto kubonyeza kitufe cha D. And so on, using the other fingers for S, L, and A. Na kadhalika kwa kutumia vidole vingine kwa S, L, and A. Now type AA, LL, SS, KK, DD, JJ, FF. Sasa andika AA, LL, SS, KK, DD, JJ, FF. Start with the fifth finger of your left hand for A, then the fourth finger of your right hand for K, for L, then the fourth finger of your left hand for S, the third finger of your right hand for K, and so on. Anza na kidole cha tano cha mkono wako wa kushoto kwa A, kisha kidole cha nne cha mkono wako wa kulia kwa L, kisha kidole cha nne cha mkono wako wa kushoto kwa S, kidole cha tatu cha mkono wako wa kulia kwa K na kadhalika. Now type the word free. The first finger of your left hand is on the F key. Move the first finger of your left hand from the F key to the R key to type R. Move your second finger from the D key to the E key to type E. Sasa andika neno free. Weka vidole vyako kwenye safu ya nyumbani. Kidole cha kwanza cha mkono wako wa kushoto kiwe kwenye kitufe cha F. Sogeza kidole cha kwanza cha mkono wako wa kushoto kutoka kitufe cha F hadi kitufe cha R ili kuandika R. Sogeza kidole chako cha pili kutoka kitufe cha D hadi kitufe cha E ili kuandika E. Press the Enter key to start a new line. Bonyeza kitufe cha Enter ili kuanza mstari mpya. Now type the word joy. Keep your fingers on the home row. The first finger of your right hand is on the J key. Move the third finger of your right hand from the L key to the O key to type O. Move the first finger from the J key to the Y key to type Y. Sasa andika neno joy. Weka vidole vyako kwenye safu ya nyumbani. Kidole cha kwanza cha mkono wako wa kulia kiko kwenye kitufe cha J. Sogeza kidole cha tatu cha mkono wako wa kulia kutoka kitufe cha L hadi kitufe cha O ili kuandika O. Sogeza kidole chako cha kwanza kutoka kitufe cha J hadi kitufe cha Y ili kuandika Y. Now we are going to save your new document. Sasa tutaenda kuhifadhi hati yako mpya. Click the save icon where the blue arrow is pointing. Bonyeza ikoni ya kuhifadhi kama mshale unavyoonyesha. You are prompted to name the file for the document. Utaulizwa kutaja jina la faili kwa ajili ya hati hiyo. Type a name for the file over the shaded text. Andika jina la faili juu ya maandishi yenye kivuli. Finally, click the Save button. Hatimaye, bofya kitufe cha Save. The Save window closes and you are back in your document.
Dirisha la kuhifadhi linafungwa na unarudi kwenye hati yako. Congratulations, you've created and saved your first document. Hongera, umeunda na kuhifadhi hati yako ya kwanza. You can make a story document as homework practice. Unaweza tengeneza hati yako ya kuandika kama kazi ambayo mtaenda nayo nyumbani. Let's make a document with a story. We'll make a new blank document for it. Tutengeneze hati yenye hadithi. Tutatengeneza hati mpya tupu kwa ajili yake. First, close the current document. Click on the word File. Kwanza, funga hati ya sasa, bonyeza kwenye neno File. A menu of choices appears. Choose Close. Menu ya chaguo inaonekana, chagua Close. The screen should look like this. Skrini inaonekana kama hii. Choose Create Writer Document. Chagua Create Writer Document. A new blank document opens. We can type a story here. Hati mpya tupu inafunguka. Tunaweza kuandika hadithi hapa. We are giving you a printed story. For homework practice, try typing it into your own document. You don't have to type it all. Tunaenda kutype hati ya hadithi. Tunakupa hadithi iliyochapishwa. Kwa kazi ya nyumbani, jaribu kuiandika. Here is the story we can type. It is from the Congo. Hapa kuna hadithi tunaweza kuandika, inatoka Kongo. Try typing it. You don't have to do it all. Jaribu kuandika, huna haja ya kuifanya yote. Here is the second page of the story that you can type. Hapa kuna hadithi tunaweza kuandika ambayo ni ya pili. And here is the last page of the story. Hii ni kurasa ya mwisho ya hadithi yetu. And that's the end of our lesson for today. Na leo ni mwisho wa somo letu ya hati ya kuandika. Thank you for your attention and good luck with your typing documents. Asanteni kwa kutusikiliza na nawatakia mafanikio mema katika somo letu la leo ya jinsi ya hati ya kuandika.